Mwanzoni mwa filamu tunatambulishwa kwa msichana anaitwa Padet. Anaanza siku yake kwa kwenda live kwenye Instagram kuwapa salamu wafuasi wake milioni 1, akijifanya kana kwamba ndio ameamka tu kutoka usingizini. Ilhali ukweli ni kwamba tayari alikuwa amejipaka vipodozi kikamilifu kabla ya kubonyeza kitufe cha kuanza live. Kisha anaendelea na matangazo hayo kwa kipindi cha maswali na majibu ya kawaida, akishiriki kile anachokiita siri zake za kuwa na ngozi inayong'aa. Padet anaishi pamoja na mama yake anayefanya kazi kama muuguzi. Akiwa binti mwenye kujali, mara kwa mara hutenga sehemu ya kipato chake kama mshawishi wa mitandaoni kusaidia kugharamia mahitaji ya kila siku ya nyumbani. Baadaye anachukuliwa na marafiki zake wawili wa karibu, Alden na Queen, ambao wote wanatoka katika familia tajiri sana. Ili kuendana nao, Padet hujifanya kwamba naye anaishi katika jengo la kifahari la ghorofa za hali ya juu. Siku hiyo hiyo, Padet anapanga kumfanyia surprise mpenzi wake Jordan kwa kumtembelea katika eneo la kurekodia video yake ya muziki. Akiwa bado anaendelea kurusha matangazo mubashara kwenye Instagram, anashangaa sana kumuona Jordan akiwa karibu kimahaba na mmoja wa madancers wake. Akiwa amezidiwa na hasira na maumivu ya moyo, Padet anajibu kwa hisia kali, huku kila kitu kirushwa moja kwa moja kwa wafuasi wake live. Tukio hilo linaenea kwa kasi mtandaoni, hasa kwa sababu Alden hakatishi live hiyo, anaendelea kurekodi. Wakati huo unabadilisha kila kitu katika maisha ya Padet. Siku inayofuata inakuwa mbaya zaidi. Padet anaamka na kugundua kuwa amepoteza mamia ya maelfu ya wafuasi, huku Jordan aliyesababisha skendo hiyo akipata umaarufu zaidi ghafla. Juu ya hayo, kazi yake pia inapata pigo jingine pale mmoja wa wadhamini wake wakubwa anapojiondoa. Mmiliki wa chapa hiyo, Jessica, anasitisha mara moja ushirikiano wao. Licha ya kuwa gumzo la mizaha na uvumi, Padet bado anaenda shuleni. Muda mfupi baadaye, tangazo linatolewa kuhusu prom ya kila mwaka ya kuchangisha fedha itakayofanyika ndani ya siku chache zijazo. Hapo ndipo Padet anapopata wazo la ujasiri. Anaamua kumtengeneza mfalme mpya wa prom ambaye atasimama pembeni yake. Ili kuongeza ushindani, Alden anaweka dau la tattoo, akiahidi kwamba Padet atalazimika kuchora tattoo mwilini mwake ikiwa mpango huo utafanikiwa. Alden anachukua jukumu la kumtafuta mtu anayefaa zaidi kwa mabadiliko ya Padet. Baada ya kuwafikiria wavulana kadhaa, uchaguzi wake unaangukia kwa Cameron, mwanafunzi asiye na mahusiano ya kijamii kabisa na asiye maarufu ambaye mara kwa mara huonewa na wavulana wengine shuleni. Cameron ana rafiki mmoja tu, msichana anaitwa Nisha. Wakati fulani, Padet anamkaribia Bryn, mdogo wake Cameron. Bryn anafurahi sana kutambuliwa na mtu kama Padet. Akitumia nafasi hiyo, Padet anamuuliza Bryn kuhusu Cameron na vitu anavyopenda. Bryn anaeleza kwamba Cameron anapenda sana upigaji picha, lakini huwa haonyeshi kazi zake kwa mtu yeyote. Pia anataja kwamba anafanya kazi ya muda katika ranch ya farasi. Baada ya kujua hilo, Padet anaanza kutumia muda zaidi kwa makusudi akiwa karibu na Cameron. Cameron mara nyingi huchanganyikiwa na tabia za Padet, hasa pale anapoendelea kumpiga picha yeye na shughuli zake, kana kwamba kuna kitu anachokijaribu kuthibitisha. Hadi kufikia wakati huo, Cameron hana kabisa ufahamu kwamba Padet ni mshawishi maarufu wa mitandaoni mwenye zaidi ya wafuasi milioni 1. Shuleni, Nisha anakuwa anatumia muda pamoja na Cameron pale anaposhangaa kumwona Padet akiwakaribia ghafla, huku umakini wake ukiwa wazi kabisa umeelekezwa kwa Cameron. Sababu ya Padet kuja ni kuwaalika wote wawili kwenye sherehe ya karaoke itakayofanyika nyumbani kwa Queen. Anatumia nafasi hiyo kujaribu kubadilishana namba za simu na Cameron, lakini anagundua kuwa hata simu hana kabisa. Sherehe ya karaoke inapoanza, Cameron na Nisha wanafika wakiwa vile vile walivyo, wakionekana tofauti sana na watu wengine wote waliokuwemo chumbani. Hata hivyo, wanakaribishwa kwa sababu walialikwa binafsi na Padet. Uwepo wao unakuwa tofauti kubwa ukilinganishwa na Jordan pamoja na mpenzi wake mpya, ambao muda wote huvaa ili kuvutia. Wakati wa sherehe, Padet kwa makusudi anamwalika Cameron kuimba naye, na tukio hilo linasambaa haraka mtandaoni. Watu wanaipenda video hiyo na inaenea kwa kasi kupitia Instagram na TikTok. Muda mfupi baadaye, Padet anaamua kuondoka mapema kwenye sherehe na kumuomba Cameron ampeleke nyumbani. Siku inayofuata, anaenda nyumbani kwa Cameron ili tu kumjulia hali na kutumia muda pamoja naye. Wakati huo huo, Jessica, mdhamini ambaye hapo awali alikuwa amekatisha ushirikiano nao, anawasiliana tena na kutoa ofa ya kufanya biashara sasa kwa kuwa idadi ya wafuasi wa Padet inaanza kurejea.
Safari hii Padet anaamua kutotoa jibu la haraka. Akiwa ziarani hapo, Padet anamuomba Cameron amfundishe jinsi ya kupanda farasi kwa usahihi. Wanapozungumza, pia anamuomba hatimaye amuonyeshe picha ambazo amekuwa akizificha, lakini Cameron bado hayuko tayari kufanya hivyo. Badala yake, anampeleka kwenye sehemu anayoipenda zaidi kupiga picha, ambayo inageuka kuwa kituo cha treni. Kulingana na Cameron, sehemu hiyo humruhusu kupiga picha za vitu visivyo na mwisho na kufurahia muda wake kikamilifu, tofauti na shule ambayo yeye huiona kama mkusanyiko tu wa watu wanaoogopa kuwa wao. Wakiwa wanajisikia huru zaidi wakiwa pamoja, Cameron na Padet wanaanza kufunguka na kushirikishana mambo binafsi, ikiwemo hadithi kuhusu familia zao. Baadaye inafichuliwa kwamba kamera ambayo Cameron hubeba muda wote ilikuwa zawadi kutoka kwa mama yake aliyefariki miaka 4 iliyopita. Kadiri muda unavyopita, Padet anaanza kumsaidia Cameron kubadilisha muonekano wake, akimfanya aonekane wa kiume zaidi. Mabadiliko hayo yanapata sifa mara moja kutoka kwa Nisha na Bryn. Hatimaye, Bryn hata anakiri kwamba Cameron anaendana na taswira yake ya mwanaume mkamilifu. Muda si mrefu, katika sherehe ya siku ya kuzaliwa ya Alden, Cameron anakuwa kitovu cha umakini. Hata Alden mwenyewe anaonekana kuvutiwa waziwazi na muonekano wake mpya. Wakati huo huo, Jordan, ambaye tayari ameachana na aliyekuwa na uhusiano naye wa pembeni, anaanza kuwa karibu na mdogo wake Cameron, ambaye ni shabiki wake mkubwa. Cameron anatambua haraka kinachoendelea na kugundua kwamba dada yake yuko karibu kutumiwa vibaya. Akiwa amesukumwa na hasira, Cameron anapoteza udhibiti na ghafla ugomvi unazuka kwenye sherehe. Mwishowe, Jordan anashindwa kabisa na makabiliano hayo yanaenea mtandaoni, huku watu wakirekodi na kurusha tukio hilo mubashara. Akiwa amejaa aibu, Jordan anaitupa kamera ya Cameron ndani ya bwawa la kuogelea. Kilichoanza kama sherehe kinaishia kuwa maumivu ya moyo kwa Cameron. Siku inayofuata, Cameron ghafla anakuwa mtu anayependwa zaidi shuleni. Karibu mara moja, anageuka kuwa kipenzi kikuu cha kushindana na Jordan kwa taji la mfalme wa prom. Kadiri umakini unavyobadilika, upande wa giza wa Alden unaanza kujitokeza, hasa baada ya sherehe yake ya siku ya kuzaliwa kuharibika. Anakiri wazi kwamba kwa makusudi aliacha matangazo ya Instagram live yaendelee usiku ule, akitumaini yangeharibu kabisa kazi ya Padet. Alden anaenda mbali zaidi kwa kumdhihaki Padet, akifichua kwamba siku zote alijua Padet hakuishi katika nyumba ya kifahari. Hili linamshangaza Quill, ambaye hatimaye anatambua jinsi Alden alivyo na ukatili wa kweli. Tofauti na Alden, ingawa naye anatoka familia tajiri, Quinn anabaki mnyenyekevu na anachagua kubaki rafiki mwaminifu wa Padet. Baada ya shule, Padet anakubali mwaliko wa Cameron kwenda nyumbani kwake kwa sababu anataka kumwonyesha kitu muhimu. Huko, Padet anakuwa mtu wa kwanza kabisa kuona picha za Cameron na matokeo yake yanamshangaza sana. Ndani ya moyo wake, anaamini kwamba Cameron angeweza kupata fedha nyingi kutokana na kipaji chake, angeamua kukishirikisha na dunia. Padet haelewi kwa nini Cameron anaendelea kuficha kipaji chake. Hata hivyo, Cameron anarudisha swali hilo kwake, akionyesha jinsi anavyotumia maisha yake kujifanya mtu ambaye si yeye. Kadiri wanavyozidi kuwa karibu, uhusiano wao unakuwa wa kina zaidi na muda huo unageuka kuwa wa kimahaba. Baada ya kulifikiria kwa makini, Padet hatimaye anaamua kubadilika. Anachagua kuwa mkweli na kujionyesha kama alivyo halisi katika maisha ya kawaida na mbele ya wafuasi wake pia. Muda mfupi baadaye, tangazo la mfalme wa prom linaanza. Jordan anaishia kushinda tena kutokana na idadi yake ya wafuasi. Kwa upande wa wasichana, mshindi ni Padet bila shaka. Lakini wakati wa hotuba yake, Padet anakiri kwamba muda wote amekuwa akiwaongopea wafuasi wake kwa kujifanya mtu mwingine. Pia anaweka wazi kila kitu, ikiwemo ukweli kwamba haishi katika nyumba ya kifahari, bali katika nyumba ya kawaida. Tukio hilo linafungwa kwa maneno yaliyowahi kusemwa na Cameron, kwamba shule imejaa watu wanaoogopa kuwa wao wenyewe na badala yake hujifanya watu wengine ili wapendwe. Baada ya kumaliza hotuba yake, Padet anashuka jukwaani na kuachia taji lake la malkia wa prom. Akiwa hana kingine cha kufanya, anajiandaa kuondoka. Ghafla, Cameron anawasili akiwa amempanda mmoja wa farasi anaowafuga. Bila kusita, wawili hao wanapatanishwa tena. Katika muda huo huo, Padet anachagua kucheza dance na Cameron badala ya kupokea simu kutoka kwa Jessica, ambaye yuko tayari kumpa mkataba wa udhamini wa muda mrefu. Siku chache baadaye, Cameron na Padet wanachumbiana rasmi. Mwishoni, wanaanza safari pamoja, wakisafiri kote Ulaya, wakitumia fedha walizozipata wakiwa pamoja. Katika kipindi hicho, Cameron anaambatana na Padet anapochora tattoo,
si kama sehemu ya dau, bali kama ishara ya upendo, huku tatuu hiyo ikiwa ni uso wa Cameron. Mpaka kufikia hapa, tunahitimisha filamu yetu nzuri sana inayokwenda kwa jina la He's All That. Tukutane katika filamu zijazo hapa hapa kwenye chaneli ya kupendwa ya Mr. D Swahili Movie. Kama bado haujasubscribe, fanya kusubscribe ili usipitwe na filamu zijazo.